wetu wa utawala kupitia CDF na sisi wenyewe ambao tunajenga kama wizara, tungetaka tuwe na mfano ambao kila ofisi, iwe ni afisi ya assistant chief, afisi ya chief, afisi ya ACC, DCC, county commissioner, iwe standard moja kulingana na kiwango cha hiyo ofisi. Nimefurahi kwanza kabisa hapa kuna mahali pa wananchi kungojea wakati wanangojea huduma ya kuona chief. Hawaweki kwa jua, kuna mahali wametengenezewa kama waiting area, na nimeshukuru kwa sababu wale maafisa wa ambao tunafanya kazi nao wamenieleza ya kwamba wangetaka hata mahali ambapo wananchi wanangojea hapo vile vile waongeze TV hapo nje, ili wananchi wao wanaona mambo mbalimbali wakingojea kupata huduma. Vile vile tutaweka hapo katika waiting area, tutaweka service charter ambayo inaeleza huduma zile ambazo zinapeanwa na chief na zinachukua muda gani ili kupata hiyo huduma. Sijui kama tunaelewana. Service charter itakuwa maelezo ambayo itaelezwa kwa lugha ya Kimombo na lugha ya Kiswahili, ambayo inasema ukitaka huduma aina hii, chief atakupatia huduma hiyo kwa muda fulani. In other words, kama ni mambo ya vitambulisho ama mambo ingine, ama ni uko na swali fulani ambao ungetaka chief atatue, hiyo karatasi itakuambia hiyo huduma ambayo unatafuta hapa utaipata kwa muda gani. Ili vile vile tueleze ya kwamba kama kuna huduma ambaye inahitaji malipo ya serikali, ni lazima hiyo karatasi ieleze ile huduma ambayo inahitaji malipo ya serikali. Ndio kusiwe kuna maafisa wetu ambao wananyanyasa wananchi kuwaitisha pesa ambaye ni pesa ambaye sio pesa ambaye imehalalishwa katika huduma za serikali. Sijui kama tunaelewana. So we are going to standardize the offices of our various national government administration offices so that countrywide you have this same model, same plan for offices of assistant chiefs. You have the same plan for offices of chiefs, the same plan for ACCs, same plan for DCCs, same plan for county commissioners, and same plan for our regional commissioners. Ya pili, we have said additionally, we will make sure that the facilities provide a dignified environment for people to receive services. And I am happy here this building has already provided a very good model, because there is a waiting area where members of the public can wait and be shielded from the sun as they wait to be attended to by their chief. Going forward, I have already instructed those who are concerned to make sure that they even improve that waiting area. I have been advised that we are going to provide a television screen which can form a basis of public information and a way of keeping our members of the public busy and entertained even as they wait to be served. Inside, I think you have seen, those of you who have entered there,
The office is up to standard. The works are up to standard. The furniture is up to standard. Gone are the days when chiefs, assistant chiefs, used to serve the public from under trees. Gone are the days when government offices were mud-walled, dilapidated structures. And we must move and modernize our service delivery to make sure that our national government administration officers serve members of the public in a dignified and good environment, which serves both the public and also the officers. Ndio hata hao maafisa wetu wawe na moyo wa kuhudumia wananchi. So going forward, that is the style which you are going to adopt. Once more, congratulations. And it is something that we want to replicate in other parts of the country. We have also directed that all chiefs must display service charters in the waiting area where members of the public can be able to understand all the various types of services offered by chiefs, assistant chiefs, ACCs, DCCs, county commissioners, regional commissioners, and all the other officials, so that members of the public can know, first of all, the type of services that are offered. Number two, the time it takes to get that service provided, so that you are not told to wait forever. You are not kept there and told come tomorrow, come next week. We must say, for example, a certain service, you get it the same day. Certain services that require some procedures, perhaps in 2 days. Certain services in X number of days, because we want to work transparently, honestly, and in a dignified manner. The service charters must be in both English and Kiswahili, and where possible in local languages, because of our parents who are unable to understand English or Kiswahili. Ama namna gani? Kuna makosa gani kuweka service charter kwa Kikuyu hapo? Kuna makosa? Kwa hivyo, that is the direction we are going, and it's going to be mandatory for every public office in our ministry to display the service charter. We have decided to implement the government policy on zero tolerance on corruption. Therefore, no member of the public service, no officer is supposed to demand bribes from members of the public to offer services that are supposed to be offered free of charge. Tumesema hivi, lazima tutekeleze agizo na sera ya serikali hii ya kuhakikisha kwamba hakuna maneno ya rushwa katika ofisi za serikali. Hakuna ofisa wote wa umma ako na ruhusa kuitisha ongo